urithi pia na baadhi ya madeni ya wachezaji wengi ambao walikuwa wanaitumikia Singida Fountain Gate. Kwa hiyo hiyo athari bado inaendelea kwetu sisi, licha kwamba ni wachezaji ambao wengi wao hawajawahi kuitumikia Fountain Gate as a Fountain Gate ama kuivaa jezi ya klabu yetu Fountain Gate as a Fountain Gate. Kwa hiyo kilichobaki ni mabaki ama masalia ya madeni ambayo yalikuwepo wakati ule wa kwenye yale mashirikiano ambayo yalikuwepo. Kwa hiyo nasema ndio wapo baadhi ya wachezaji ambao bado walikuwa hawajatimiziwa mahitaji yao, na kwa sasa ya mahitaji ni move kutoka kule na kuja Fountain Gate. Ni fedha nyingi kweli Brian, ambazo wachezaji hawa wanakuwa wanazidai. Kwa hiyo tulikuwa tunatarajia kuona vitu kama hivi vinajitokeza, kwa sababu tuko aware na hicho kitu kwamba wapo wachezaji bado hawajalipa madeni yao, lakini ofisi inapambana kuhakikisha madeni haya yanalipwa kwa wakati na muda ambao sisi tutaweza, kwa sababu fedha ni nyingi, na kimsingi lazima wakati mwingine mambo mengine yaende. Klabu ipo kwenye ligi, inatakiwa iendelee kucheza michezo ya ligi bila changamoto yoyote, isafiri, wachezaji walipwe mishahara, lakini pia wakati huo kuna hayo madeni. Kwa hiyo tumejaribu kugawa vitu, kila kitu kwa kipaumbele, kwamba kwa sasa kipaumbele ni hiki tunakwenda nacho. Nafikiri hilo swala la madeni ni swala ambalo unaweza ukalifanya kwa siku moja tu ukalipa na huo mfumo ukawa tayari, lakini ligi ni mchakato. Kwa timu lazima iendelee kusurvive kwenye ligi ili uendelee kuwepo kwenye ramani ya mpira Tanzania. Okay, kwa hiyo kwa wakati huu tunaweza tusema kwamba kudaiwa ni kweli mnadaiwa, lakini haijaja rasmi kwenye meza yenu juu ya haya madai ambayo yanaendelea. Yes, madeni hapo inawezekana ikawa imefika mezani na ipo kwenye email labda ya ofisi. Mimi sina access na email ya ofisi. Email ya ofisi access ni ya CEO. Kwa hiyo sasa mimi sijapata taarifa hiyo kutoka kwake, maana kwamba kuna hili jambo lilitokeza linahusu club, na pengine clarification yake iko 1 2 3 endapo wanahabari wenzako watakuuliza. Kwa hiyo mimi nimejaribu tu kulijibu kwa faida ya wasikilizaji kwamba lazima waelewe, yes, yapo madeni ambayo tunadaiwa ni fedha nyingi ambazo tulirithi kutoka Singida Fountain Gate. Kwa hiyo bado tunaendelea kuyalisha madeni, kwa sababu tulipenda ua, tulipenda boga, bora sema tulipenda na ua lake. Okay, lakini changamoto ambayo tunajaribu kuisort out kabla ya dirisha kubwa. Okay, Isa, sio kwa ulazima sana bwana. Nimeona mmefunga goli bora la msimu. Ama muda bado? Sasa ndio mambo ya kuzungumza Brian. Mambo ya madeni haya ni mambo ya kisheria. Of course. Unajua watu wanashindwa kuzungumza kwa sababu ya wivu. Lakini ukikaa ndani kwako ukatazama mabao mengine ambayo yanazungumzwa, alafu ukalitazama na bao la David Messi, basi mwenyewe utajiambia kwamba okay, hili ndio goli bora la msimu ambalo limefungwa kwa kipindi hiki ama kwa mwaka huu, ama inawezekana ni bao ambalo halijaonekana Tanzania kwa miaka mingi sana. Magoli kama haya walifunga kina Henningson wakati wa Tottenham Hotspur, lakini wachezaji wachache duniani walikuwa wana uwezo wa kufunga magoli kama kina Lionel Messi 2010 na ngapi huko zamani sana, akatembea na kijiji kapiga timu mpaka kwenye box kufunga goli la kideo kama kafunga Madrid. Tukizungumzia mpira, bao bora la msimu linapatikana Fountain Gate Football Club na sio Clatous Chota Chama. David Messi. Bwana Isa Mbuzi, nakushukuru sana kwa ushirikiano wako bwana. Usisite wakati mwingine tukikuhitaji. Itakuja tulizungumze vizuri ile goli, kwa sababu tunakosa muda, kwa sababu tulizungumze na watu wachambue kwa hatua ili tupate mwafaka. Basi nakukaribisha sana bwana. Shaka kesho kutwa utakuwepo hapa. Yes, kabisa. Anyway, huyo ni Isa Mbuzi Liponda, afisa habari wa kikosi cha Fountain Gate, akituthibitishia taarifa. Bado Wakanda inasimama vile vile kama nilivyokuwa nazungumzia kwamba hawa wengine ni wanarithi madeni kama Fountain, ambao imethibitisha kwamba ni kweli wanadaiwa, lakini kwa wakati huu hamna taarifa rasmi ambayo ipo mezani kwamba ni nani anayewadai.
Yani Fountain Gate madeni yao ni tofauti na hawa wengine. Yes, hawa wengine ni kama nilivyokupa mfano. Ina mara nyingi unakuta ni anadaiwa na Augustine Okra. Yes. Unakuta Dodoma Jiji anadaiwa labda na mtu mmoja. Ukienda sijui wapi anadaiwa na watu wawili, wakizidi sana wachezaji watatu. Lakini Fountain Gate ni mjumuisho wa wachezaji almost 5 mpaka 10 ambao wanawadai. Sasa ni kubwa. Yes, sasa katika kuna mazingira mengine ambao waliyatengeneza ni kwamba madeni yale utakuwa unayalipa taratibu. Jambo ambalo unakubaliana na aliyekushtaki, mnapeleka CAS wanaridhia hicho kitu. Baada ya hapo wanaruhusu nyie kulipana taratibu. Huku sasa mkifunguliwa kwenye madirisha yenu ya usajili. Kwa hiyo kuna muda sasa natokea changamoto za kiuendeshaji, kwa sababu bahati mbaya sana fedha za kitaasisi zilivyo ni kwamba jambo la kwanza ni operation ya taasisi. Yani taasisi haitakiwi kufa kwa sababu inadaiwa. As long as pesa inaingia, jambo la kwanza ni lazima pesa hizo ziende kwenye operation. Kwa hiyo taasisi lazima izunguke, taasisi lazima iendelee kuexist, nembo lazima iendelee kuonekana. Madeni yatalipwa kwenye kitu kinaitwa surplus. Pesa imepatikana, operations zimefanyika, kuna kiasi kimebaki, hicho ndo kinakuwa distributed kwenye lengo nzima ya madeni. Sasa kuna muda unaweza ukaangalia bwana Brain labda anadai 10,000, Mandala anadai 20,000, Alex hapa labda anadai 30,000, mimi na 10,000. 10,000 siwezi kuidistribute kwa Brain, Mandala na Alex. Bora nimpe Alex nimalizane naye, aondoke kabisa kwenye orodha ya wanaodai, niendelee kubaki na 20,000 ya Mandala na 30,000 ya Brain, nitaangalia surplus inayofuata nitapunguza kwa namna. Kwa hiyo kuna muda unaonea huruma Fountain, kwa sababu hawa ndio waathirika wakubwa kwenye haya masuala ya madeni. Lakini hawa wengine huku unajua kabisa hawa ikifika dirisha kubwa Yanga atasajili tu. Yanga itakuwa ni story tu, saizi kafungia lakini muda ukifika kusajili unaingia sokoni kama kawaida. Sasa hiyo atachanga. Kwenye kuchanga. Nimeona watu wengine wanapingana na mchango ule. Kwanza tunaomba bodi ya ligi kwamba wasipokee ile hela Yanga isipokelewe. Imekuuma sana Yanga kuchanga, kwa sababu tafsiri sahihi ya adhabu kwamba ni kama commercial imewekwa kwamba msirudie kufanya kitu. Sasa wao wanachokifanya Yanga kwamba wanapopewa adhabu wanakuja kuwapa mzigo wananchi ambao sasa hivi kiangana mafuta yamepanda bei, wanawalazimisha ichangeni klabu yenu. Hatukatai of course kuchangia klabu kama Yanga. Mtu kalazimisha kwa. Yaani nisikilize kidogo Ben. Hatukatai kuichangia klabu. Ichangeni klabu kwenye labda mchezaji mtakamumsajili mmefeli. Sio kwa makosa ama kusudi mnafanya eti kisa watu wa mashabiki wapo watachanga. Mandala mbona Simba mliwahi kuchanga kuhusiana na faini ya CAF? Sisi tulichanga kwa kosa tulilofanya sisi mashabiki, tuelewe vizuri. Sisi ndio tulirusha makopo uwanjani, tumeikosea klabu yetu sisi. Tukaambia klabu msipe mzigo kwa sababu tumesababisha sisi. Tutachanga sisi wenyewe. Lakini ile kosa wamefanya klabu sio mashabiki. Kwani hiyo klabu ni nani? Nisikilize vizuri. Si mashabiki wao. Unanielewa? Kosa walilofanya Yanga, viongozi sijui ndio wameambia wamepanga challenge kwamba sisi tutatoka njani, kosa wamelifanya viongozi yani klabu. Ila kama gogopo mashabiki wangu wamerusha makopo wamepigwa fine, wangekuwa na haki ya kuchanga kwa sababu kosa wamelifanya mashabiki. Kosa wamelifanya uongozi. Alafu mimi kinacho nyuma, ndani ya Yanga kuna rais wa vilabu barani Afrika. Kumbe umeumia. No, listen to me. Kumbe umeumia. Ndani ya Yanga kuna rais wa vilabu barani Afrika. Ni mfano sahihi klabu zifanye vitu vizuri. Leo hii ndo klabu inaongoza kufanya vitu vya ajabu. Afu tuchekelee. Kumbe Mandala umeumizwa na michango ya Yanga. Sio nimeumizwa. Nimesikia hapo unasema kwamba kitu hicho nyuma zaidi. Wanatakiwa waumie, yani waone kosa walilofanya lina nguvu gani. Kwa sababu klabu haiathiriki kwa sababu wanachanga mashabiki. Kwamba kesho tutafanya watafanya mashabiki watachanga tu, mashabiki watachanga. Hili jambo mimi naomba bodi ya ligi wakatai hela. Yani wasichukue, wairudishe. Tunataka tuone Yanga wenyewe wanatoa hela, sio hela mashabiki. Yani ile irudishwe kule ilipotoka. Wananufaika na mtaji wa mashabiki bwana Mandala. Ni sawa tu na ninyi. Kesho kutwa kwanza nyinyi mshachanga hicho uwanja nini? Ilifikia wapi? Uwanja wetu sisi. Uwanja sisi mlishia wapi? Kimya. Kimya wapi? Tajiri alikuja pale akasema tuchange bilioni za kutosha, naye anajitolea kidogo. Ninyi mkaishia wapi Walijenga huko. Sisi kipindi unaongea na sisi, kumbuka Ben, kipindi unaongea na sisi, Simba inafanya mazoezi kwenye uwanja wake. Usisahau iko kitu. Of course Yaani sisi pale tuna uwezo wa kutengeneza majukwaa tukawa na uwanja kama KMC. Tuna uwezo huu. Pale tunapozungumza. Wao sasa wanapiga mahesabu ya kuleta tofali. Sasa wakati Mandala anazungumzia issue zima ya ujenzi wa uwanja kwamba kwa sasa
wana uwanja wa mazoezi, wakizunguzishia tu ukuta. Of course inaweza kama KMC Complex. Sisi tunakupa mchongo bwana Wakanda. Mchongo huo ni kutoka Infinix Smart 20, wana simu ambayo ni ya kisasa. Tunazungumzia Smart 20 ina sifa kede. Moja hapo ni kuwa na processor kubwa zaidi. Of course. Processor hii ambayo inakusupport wewe kufungua apps tofauti na kucheza game pasipo kustack. Sifa nyingine hii si bwana ikidondoka kwa umbali wa mita moja haiwezi kupasuka, si ndivyo? Haipasuki. Lakini na ile pure voice call. Yani hii kuna muda unaweza kaa kwenye shughuli zako, kama uko sokoni, upo kwenye bodaboda, upo sijui stendi, upo sijui wapi, alafu kuna kelele, basi jua kabisa kwamba wewe utamsikia unayeongea naye na unayeongea naye atakusikia bila kusikia zile sauti za pembeni. Hiyo ndio pure voice call. Yani hakutokuwa kuna mwingiliano wa sauti. Yani wewe utasikia vizuri kabisa kile ambacho kinazungumzwa na yule unayeongea naye, licha ya kwamba kuna kelele la mashine hilo, usijui uko unasaga mahindi huko wanapatisha. Lakini pia simu hii kama walivyokujuza Wakanda, hata kiingia maji nini unaitoa na unaenda kuendelea na matumizi kama kawaida. Inapatikana madukani hivi sasa. Fika Infinix uhakikishe kwamba kila kitu kinaenda sawa juu yako endapo utaipata. Lakini pia unaweza kutembelea mitandao ya kijamii ya Infinix Mobile TZ, Facebook pamoja na Instagram kwa ajili ya kupata taarifa zaidi na kuweza kufanya manunuzi. Tunaenda break, itarejea dakika chache zinazofuata tukuja kusikia wananchi hapa wanazungumzia issue nzima ya ujenzi wa uwanja wao. Leo ndio siku ambayo inatajwa kuwa ni ya maamuzi. Wewe unasemaje huko? Possibility ya Yanga kujenga uwanja wao inawezekana ama ni propaganda za kuelekea uchaguzi wa timu hiyo? Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Tutarudi. Ndugu zangu, kama rais halali, wewe usingizi unaotoa wapi? Tunajua una pilika nyingi sasa. Unahisi kwa nini miziki ya zamani inakuwa inaishi kiasi hicho, kiasi kwamba vizazi vinavyofuata vinafanya copying, tofauti na miziki ya sasa hivi ikiwepo haifanyiwagi kabisa copying? Sababu kubwa ya kwanza ni nia, kwa nini zilikuwa nyimbo zinatungwa zamani, na nia kwa nini nyimbo zinatungwa siku hizi. Okay. Sasa hizi mtu anatunga wimbo akiangalia fedha, akiangalia viewers wake, akiangalia ni yani ndio mategemeo yake, anapanga kwa hivyo. Lakini zamani watu walikuwa wanatunga wimbo zaidi kwa hisia yake. Na hatukuwa tunatunga kwa sababu ya fedha, kwa sababu hapa kwako na fedha. Hapa enzi sisi tumeanza hata cassette haziuzwi. Kwa hiyo huanzi kutunga wimbo kwa ajili ya cassette, tunatunga wimbo kwa kitu ambacho hisia yako imekutoka. Na pia hadithi zake zilikuwa zinatokana na hadithi za ukweli ambazo ziko kwenye jamii au zinazokaribiana na ukweli. Alafu wimbo mpaka uje umfikie mwite nani mlaji hatua zake zilikuwa nyingi sana. Kwamba zamani bendi zilikuwa zinaishi kwa mapato ya mlangoni, gate collection. Okay. Na bendi zilikuwa nyingi. Dar es Salaam peke yake nadhani ulikuwa na bendi zaidi ya 50. Usiku mmoja, kila usiku bendi zaidi ya 50 zinafanya kazi. Unachagua tu uende wapi. Na zote ni za kiingilio. Sasa utakayepiga vizuri kuliko wenzio ndio unapata watu wengi kuja kwao, kwa sababu ni kumconvince mtu atoke kwake atumie usafiri alafu aje alipe mlangoni. Na watu walikuwa wanasafiri, mtu anatoka Temeke anakuja kufuata bendi Ubungo. Au mtu anatoka Ubungo anafuata bendi yake sijui Ilala, kitu kama hicho. Sasa ilikuwa lazima mazoezi yawe makali sana ili kuweza kufanya wimbo uvutiwe. Nafikiri hiyo pia kati ya sababu nyingi zilizofanya Mungu anashindwa kuzirekebisha. Amepita majina mengi, sijui Mgongoazi, sijui nini. Haiwezekani mkude mpaka mali dakika 90. Yaani nani? Hapa nitafasali mshtaki Samia. Genga za kitaa ya Kipenga Extra.
Dakika 22 zimesalia kutimu 7 kamili za mchana. Hii ni Kipenga X, East Africa Radio na East Africa TV, ambao unapata nafasi ya kutusikiliza na kututizama kiujumla kupitia EA TV, lakini bila kusahau pia Facebook page yetu ile East Africa Radio na YouTube account yetu ile ambayo inapatikana kwa handle East Africa Radio, kama ambavyo alivyofanya Dominic Kasengule. Anasema kwamba timu inajengwa na mashabiki, wanachama na viongozi wanajenga pia klabu. Kwa hiyo Yanga kuchangia ni moja ya kutekeleza majukumu yao na ni wajibu wao pia. Yanga bingwa. Lakini pia Nafe Firi anasema kwamba Mandala hao hawajui mpira kabisa, siasa ni nyingi sana na uchawi basi. Mbona mnavyosapotiana? Kwa hiyo Yanga kutumia nani nje ni uchawi. Yanga shabiki wa Simba. Sasa Jafari Kopo Moshi Kilimanjaro pia tunakushukuru. Seri Balozi Levi Mbeya, Mbaraka Moshi pia ujumbe wako nimeuona, lakini kwa ambao umetumia pia ujumbe wako kupitia namba ya studio hapa, Ali Mzungu au huyu ni Baharia mdogo akiwa Tanga. Of course ujumbe wako umenikimbia, lakini pia Mandala unanikera sana. Haya. Ndio umesikia? Hivi unajua kwa nini ukitoka nje ya uwanja watu yani adhabu yake inakuwa kubwa? Kwa sababu ndani ya uwanja kuna maandalizi, wasimamizi na kwenye vyumba mle kuna bodi ya ligi nasimamia kila sehemu. Je, mnavyoenda nje nani anasimamia? Anajuaje? Haya brain kwa hicho alichoongea Mandala tangu jana kiusalama. Yani mimi naamini Mandala aliongea, inawezekana alikiongea kwenye minajili ya utani, lakini Mandala ameongea kitu serious. Yani hiki ambacho kilitokea, nakumbuka mimi wakati jambo linatoka linafanyika, nilihoji ni kipi ambacho ama ni kanuni ipi itakuja kutumia ya uwanja halafu mchezo usiendelee. Yani pale Yanga wametoka, jambo limewakuta wakiwa nje ya uwanja, alafu madhara yaliyowakuta Yanga huko nje yanafanya mchezo usiendelee. Ni kipi ambacho kitatokea? Ni kanuni ipi ambayo itatumika? Automatically Yanga atakuwa ameforfeit the game, kwa sababu wakienda kumtafuta kwenye maeneo rasmi hayupo. Jambo lilomkuta nje ya jurisdiction za bodi ya ligi hazipo kikanuni. Yani bodi ya ligi, wewe ukigongwa na gari uko nje, ni wewe na watu wako uko nje. Ukigongwa na gari uwanjani, hizo ni jambo lao, kwamba bwana amedhurika kiwanjani. Kwa hiyo hicho kiongea Mandala ni kitu sensitive sana, na yawezekana tu hakijawekewa labda msimamo mkali. Bodi ya ligi ilipaswa kuja kujibia hili, kwamba mtu aliyetoka uwanjani ameenda sehemu ambayo ni nje ya mipaka ya uwanja, huyu mtu adhabu yake unaiweka katika yengo gani? Sawa, sasa takuja hapa wananchi wenyewe dakika chache zilizofuata, lakini kuna mmoja anasema kwamba Brain mnatuchanganya. Yanga mbona walishafanya maamuzi ya ujenzi wa uwanja mpaka wakamkabidhi kampuni ya GSM, leo tena maamuzi gani? Tutakuja kuwasikia wenyewe. Godfrey pia Msaligeti ujumbe wako nimeuona, Hussein pia Mteru, Faraji pia kutoka Singida ujumbe wako nimeuona, na huyu anasema bwana kipindi kizuri sana, mwambie Mandala pia Yanga ni timu ya wananchi. Sasa nakupa mchongo kwa mara nyingine kutoka Infinix Smart 20. Hii ni simu ya kisasa ambayo imekuja na processor kubwa zaidi, na processor ambayo inakusupport wewe kuweza kufungua apps tofauti pasipo kuganda hiyo simu. Lakini pia unaweza kucheza games, na jambo la msingi zaidi kwamba hii simu hata ikidondoka kwa urefu wa mita 1 haiwezi kupasuka, na hata ikiingia maji pia una uwezo kuitoa na kuendelea kuitumia, na ina ile pure voice core ambayo mahususi kwa mawasiliano. Ikitokea ndani ya siku 90 au miezi mitatu imeharibika, utairejesha. Infinix wanakutengenezea kupitia Car Care. Unaweza kutembelea mitandao ya kijamii @Infinix Mobile TZ, Facebook na Instagram kwa ajili ya kuitambua zaidi kiundani, lakini pia kupata taarifa za undani na kuweza kufanya manunuzi. Sasa Yanga Afrika wana tukio Alex, wana tukio la ujenzi wa uwanja, ndilo ambalo linaloendelea kuzungumzwa kwa sasa. Leo ameamka na jambo jingine baada ya jana kukamilisha ishu nzima ya jumba la maajabu kuchangishana mpaka kufika milioni 31 na point, jambo ambalo limetrend sana. Leo wamekuja na jambo lingine ambalo ni kikao, kamati tendaji kinakaa kwa ajili ya kufanya maamuzi ya ishu ya uwanja. Tutakwenda kumsikiza hapa Fozi Alikama. Kwa mtizamo wako, unaamini Yanga wanaweza wakajenga uwanja? Maana na Matomaso ndani, ndio maana kuuliza hili swala. Binafsi naamini Yanga wanaweza wakajenga uwanja, lakini sio kwa miaka hivi karibuni, labda kwa miaka ya mbele. Kwa nini? Kwa sababu moja, ukifuatilia trending za hivi vilabu vya Kariakoo, mara nyingi vimekuwa ni vilabu ambavyo
pindi ambapo linakaribia tukio fulani ndivyo ambavyo unakuwa unasikia pia kelele za ujenzi wa uwanja. Yes, tetesi kwamba tutajenga uwanja, lakini kunakuwa hakuna mpango sahihi ambao umeandaliwa kwa ajili ya kuhakikisha hivyo vilabu vinajenga uwanja. Mfano mzuri ni kwamba mara ya mwisho mashabiki wa Young Africans waliahidiwa kabisa kwamba uwanja baada ya muda fulani tutaanza katika process 1, 2, 3. Viwanja vikawa vinaonyeshwa kwenye laptop kwamba project itakuwa hivi, lakini siku zinasogea, hauoni progress yoyote. Zaidi unaona labda likabidhiwa hati tu ya uwanja, lakini hakuna taarifa yoyote ambayo ilikuja tena kuendelea mara baada ya kukabidhiwa hati ya uwanja. Mpaka siku ya leo pia unasikia pia tetesi kwamba Young Africans wanajaribu tena kufukua lile jambo la uwanja. Mimi nafikiri vilabu vya Kariakoo vinaweza pale katikati tuitangaza issue ya baada hiyo hati. Kuna mchakato wa kuweza kumtafuta mdhabuni kama nakumbuka. Walikuwa wazi kwamba mchakato uende wazi. Mpaka baadaye akamtangaza GSM kwamba ndo mshindi nini. Nafikiri taratibu nyingine zikawa zinaendelea katika protocol za kitaasisi. Mpaka hapa alipofikia mimi sioni kama kuna changamoto yoyote ambayo maybe wametuficha. Kinachobaki labda ni utomasu wenu ninyi ambao mmebakiwa nao. Lakini mimi mpaka hapa tulipofikia naona wamejaribu kufuata process zote. Maana tumeona issue bwana wametangaza nia kwamba wanataka kujenga uwanja. Eneo limepatikana, mzabuni ikapatikana. Mzabuni kama tunapozungumzia mpaka leo tulipofikia mimi sioni kama kuna kitu ambacho kinaweza kunitengenezea hofu nisiamini Yanga ili jambo aweze kulitekeleza. Kwamba ni propaganda za kuelekea uchaguzi. Hofu inakuja pindi ambapo hofu kitaka watoe wa Tanzania hofu, especially mashabiki wa Yanga na wadau wa mpira kwa ujumla waanze kuona vyombo vya ujenzi vinapelekwa site. Hapo ndipo ambapo watu wataanza kuamini kwamba yes, Young Africans this time wako serious na swala zima la uwanja. Lakini licha ya kwamba walianza na hati mzabuni akapatikana, siku ya leo pia jambo linaendelea kudiskasiwa, lakini bado kiwanja kipo kwenye laptop. Hakuna progress yoyote ambayo inafanyika. Watu wanaenda site kwamba vyombo vinapelekwa pale, unaona progress, watu wanatengeneza uwanja. Mimi nafikiri watu wataanza kuamini kwamba kweli hizi timu ziko serious na mambo ya ujenzi wa uwanja pindi ambapo tutaanza sasa kuona rasmi vyombo vya ujenzi vinapelekwa site kwa ajili ya kutengenezwa uwanja. Okay, meneja habari na mahusiano wa kikosi cha Yanga Ali Shabani Kamwe yeye anathibitisha nini kinachoendelea kiujumla kwa wakati huu hapa. Huyo hapa Ali Kamwe. Siku kubwa imefika wananchi, siku ambayo ni ndoto ya kila mwanachama, mshabiki na mpenzi wa klabu yetu Young Africans. Tunaposema siku kubwa, tunamaanisha siku ambayo kamati tendaji ya Yanga chini ya rais wake Engineer Hersi Ali Said inakwenda kukutana na kampuni ya GSM Tanzania Limited, ambao hawa ndio wamekuwa washindi wa kushirikiana na klabu Young Africans kwenye ujenzi wa uwanja wa Yanga. Leo sasa sio kikao tu cha kawaida, leo ni kikao cha maamuzi. Leo ndo kikao cha mwisho. Yaani baada ya leo hakutakuwa na kikao kingine chochote zaidi ya kuelekea kwenye utekelezaji. Nikukumbushe kidogo safari ilivyokuwa, nikurudishe nyuma. Baada ya klabu ya Young Africans kutangaza nafasi za makampuni na taasisi mbalimbali kuomba kushirikiana na klabu yetu kwenye ujenzi wa uwanja, ofa zikatumwa nyingi, na baadaye GSM Tanzania wakashinda. Klabu ya Young Africans ikaunda kamati maalum ya kudili na swala ujenzi wa uwanja, wakawasiliana na GSM, procedures zikaanza, designing, michoro, kila kitu kikafanyika. Sasa leo tunakwenda kutana kwenye kikao cha maamuzi. Rudia neno maamuzi, kwa maana yake leo ni kikao kikubwa cha mwisho. Leo ndio klabu ya Young Africans inakwenda kukubaliana sasa na GSM Tanzania kwenda kuanza ujenzi wa uwanja wetu wa Yanga. Meneja habari na mahusiano wa kikosi cha Yanga Ali Shabani Kamwe akithibitisha kwamba hiki ni kikao cha mwisho, hatakuwa na kikao kingine. Kwa hiyo kazi kwenu Matomaso. Sajigwa ni miongoni mwa Matomaso ambao tupo nao kwenye Kipenga Extra na Kipenga. Samuel Rashid Ringa Finest pia wakanda na ni miongoni mwa Tomaso. Na wewe ni Tomaso? Mimi Tomaso, tena ngoja kidogo kwenye uwanja. Madala na wewe Tomaso? Nisikize kwanza kidogo. Hapo mimi sijui Tomaso, mimi nataka nikichangia hapo. Hadi kama kwa nimemsikiliza hapo vizuri, anasema turudishe nyuma kidogo. Ila alipoturudisha kaishia kati. Alitakuwa arudi nyuma kipindi rais wa Yanga anagombea. Alisema kabla muda wangu hujaisha, kiwanja kitakuwa kishafanya nini? Kishakamilika. Miaka minne ndio inaisha sasa. Huu mwaka 4 tuliona hata tofali.
Nisikilize, na kwamba kuturudisha kwake nyuma, katurudisha mwisho kati. Angeturudisha nyuma toka kipindi anatoa ahadi kwamba miaka yangu 4 inapoisha uwanja wa tayari wa Yanga utakuwa nini umekamilika. Kachambua vizuri sana hapa, lakini nimkumbushe kwamba sisi tuna tofauti sana na Yanga. Ninyi Simba. Sisi vitendea kazi vishaonekana na pitch inaonekana, wachezaji wapo mazoezini. Bado tu finishing uwanja wetu sisi. Kama hujui, si bado finishing. Hawa ndugu zetu Yanga hata tufanye tujaona vikao kama nilivyosema, uwanja upo kwenye laptop tu muda wote. Vikao tu haviishi. Haiki cha mwisho. Unapoamua kufanya jambo, kikao kimoja watu waingie site. Hebu niulize swali moja. Nakuja swali rahisi hapa nakuuliza. Rais wa Yanga katoka upande wa yani rais wa Yanga katoka upande wa mtu aliyoshinda tenda kutengeneza uwanja. Kama unakumbuka vizuri, kipindi Yanga ndo wanaingia GSM, mimi naona mkataba wa kwanza ana sign wa GSM na Yanga alisign Engineers, ndo watu wengi tulimjua yeye ndo GSM mwenyewe. Kwa hiyo ubavu wa kushoto wa Engineers ndo GSM, ndo aliyoshinda zabuni ya nini ya kutengeneza uwanja. Katiba imtambui kama anatoka kwa upande wa GSM. Sawa, katiba yule kawekwa na wananchi pale. Ndio kachaguliwa. Sitaki niingie huko. Yaani inamaanisha vipi kwamba huyu kwamba kumtenganisha yeye na GSM ni ngumu. Ni ngumu uweze kumtenganisha. Na ndio hata makampuni alivyokuja ameshindana kwa akili yako atashinda.